Tunaomba kwamba Mungu azidi kutusaidia kama kanisa. Setting spiritual standard. Ndio nataka niongee faida gani ambayo sisi wa Kristo, ambayo sisi wa lokole tutapata wakati tunaweka kiwango cha kiroho. Na kweli kuna Wakristo wengi ambao leo wako kanisani lakini hawajakuwa na kiwango kinachoeleweka katika njia ya Kikristo. Hawajaelewa wanataka kuishi maisha aina gani na kiwango chao ni kiwango cha aina gani. Ni kama kwa mfano ukiuliza wanafunzi, leo hii serikali imebadilisha mambo ya 844 ikaletwa CBC. Ninaamini kwamba hao watoto wakifika grade 10, grade 11 na 12 wataenda university ama watakuwa wamaliza hapo? Wataenda university another 3 years. Okay. Kwa hivyo namaanisha Morgan akimaliza mwaka huu ambakisha miaka 2. Okay. Na ninaamini kwamba watoto hawa vile wanaenda shule, najua wewe uko na grade 10. Mwanafunzi akiwa amevaa longi na ametaki, ako na bag, akiwa anaenda shule, labda siku moja wewe makini, huyu mtoto akitoka shule muangalie vile anatembea ama vile anaingia kwa nyumba, ama saizi wanafanya mtihani, umuulize tu, wewe kijana yangu, mtihani wa CBC na kupeleka aje? Can you see some of your papers? Which of course itasaidia wazazi kwamba mjue wazazi watoto hao wanaradanisha hii masomo ya CBC ama hawaradanishi. Na unajua kwa mfano nimekuambia kwamba mtoto ambaye anaenda mbali kwa masomo, hata muda ambao anaamka is enough to tell you that huyo mtoto hata ukilipa fees kuna tumaini mbele. Because some of our children are waking up as late as 7 na ku grade 9 na ku grade 12. Iko mingi sana ya wewe kutembea kuwa na kiwango cha kiroho. Na kwa maisha yetu kama Kristo, are you fully prepared to work on your standard, or maybe to carry out self-evaluation in order to prove whether you are on the right track or setting up spiritual standard? Yaani katika maisha yetu vile tumefika, inafaa kila mmoja wetu sasa anaelewa kiwango chake sasa imefika umbali gani. Lakini naomba nilete faida, na leo nitaongea 2 tu na niombe na nimalize. Kiwango cha kiroho. What are the benefits of setting spiritual standard? By the way, naomba tunyamaze kwa dakika moja. Jana tukapoteza watu 15 kwa ajali kule Nyeri. Nataka tuchukue muda kidogo tunyamaze kwa dakika moja kwa heshima kwa wenzetu ambao walienda. Let's be quiet for a minute. Vile tulianza kwa kusema kwamba tumekuwa tukiongelea mambo ya standard, kiwango cha kiroho, setting up spiritual standard. You know, there are people that had already known their standard. Najua Elder Lawrence, kuna vile ilikuwa ameanza kuenda mahali. Usirudi nyuma. Enda mahali ulikuwa naenda. Unajua nilikuwa nimekuzoea ukiwa unafanana na Ragira kwa ibada. Lakini sasa kukuona hivyo inanichanganya kwamba si Lawrence alikuwa ameanza kukuja na standard. Kuna standard zingine ziko nyingi huku, hizo achana nazo, enda na standard yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninaamini kwamba hata kila mmoja wetu ukiangalia vile umefika church, ukiangalia vile unabeba hata Biblia, ukiangalia hata standard yako ya matoleo, umeridhika, umejievaluate, umejiuliza ya kwamba jamani, sasa hiyo Jumapili nikaona mchungaji anatembea akiuliza watu mshahara, basic salary wanakula pesa ngapi. Hakuniambia vile mlisema. Hebu mkanishuku. He didn't tell me what you told him. But we thank God that you spoke the truth. So, sasa faida ya kwanza ya kutembea katika kuweka kiwango cha kiroho hii. The first benefit of setting a spiritual standard is this. Spiritual standard glorifies God. Ukiandika utaandika hiyo. When you have that spiritual standard, it glorifies God.
if you live a life of having a high spiritual standard, you will attract God's glory in your life. Because the glory of God cannot dwell in the presence of sin. Sasa katika mambo ya kiwango, kumbe watu wakiwa na kiwango cha juu cha kiroho, wenye wanakuona kwa mbali wanasema kwa kweli Mungu ainuliwe. Kumbe Mungu akibadilisha maisha ya mtu, anabadilisha maisha, na kila kitu ambacho anafanya inaanza kuleta